na Mungu ananipa nguvu. Ile nguvu sasa naenda kuidemonstrate, naenda kuidhihirisha sasa kule ninakoenda kwenye jukumu sasa. Ndio maana utasikia yule mtumishi fulani yule, yani yule ana moto, ana nguvu za Mungu. Kuna mahali amejinidhamisha, amejipa nidhamu kwenye eneo la ukiroho. Haleluya. Basi bila kupoteza muda, karibu Pastor Jennifer. Karibu. Amen. Kipekee namshukuru Mungu kwa nafasi hii na wakati kama huu. Siku zote wanapenda kusema ya kwamba ukiona mambo kama haya yanakuja kwa wakati huu, kwa sababu kila jambo linakuja kwenye majira na wakati. Ndio. Kwa kila jambo linasubiri wakati wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa majina yangu ninaitwa Pastor Jennifer. Kwa katika yote ambayo watumishi wa Mungu wameweza kuelezea, kuweza kukufundisha, kuweza kukuelekeza, kuna namna ya maonyo pia, kuna namna ya kurudishwa pia katika njia itupasayo kuendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi ambacho nitakiongelea kwenye hii somo letu, mada yetu kuu ya ukiroho na jukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nizungumzie lengo kuu la kuwa wa kiroho. Lengo kuu la kuwa wa kiroho ni kutafuta nguvu itakayopelekea au itakayokupelekea kwenye jukumu lako la kiufalme. Ndio. Ninapozungumzia ufalme, kiufalme, kuna falme mbili hapa chini ya jua. Kuna ufalme wa giza na ufalme wa nuru. Kwa kuna namna watu wanatafuta nguvu ili kuweza kufanikisha. Kiukweli hakuna ambaye hapendi kuwa tajiri. Ndio. Iwe ni gizani, iwe ni nuru. Hakuna ambaye hapendi. Kwa ni namna gani kitakacho kufanya jukumu lako liweze kuonekana na uweze kujulikana? Ni ile nguvu inayotumika kwenda kusukuma lile jukumu. Kwa bila nguvu jukumu haliendi. Ndio. Ndio maana mtumishi wa Mungu Pastor Christina alisema ya kwamba Yesu Kristo alipoongozwa na Roho, hata upande wa gizani kuna roho zinawaongoza kwenda kuzichukua zile nguvu. Kwa mtu aendi tu bila roho fulani. Ndio maana akitoka kule anakuwa na nguvu ambayo inakuja kumfanikisha kwenye majukumu yake. Ndio. Kwa hiyo sasa ninapozungumzia hapo, nitasoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 kuanzia mstari wa 17 mpaka 18. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 17 mpaka 18. Anasema ya kwamba hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo. Hapo usiseme. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu gani? Hapa sana sana alikuwa anazungumzia kwa wana wa Mungu. Mstari wa 18 anasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu ya kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Nakumbuka mtumishi wa Mungu alisema ya kwamba yeye alikuwa hapendi sana kujihusisha na miungu na kafara zao pamoja na ibada zao. Lakini kilichokuwa kinamfanya ni baba zake waliokuwa wameweka agano. Kwa sababu hakuna sehemu utajiunga kusiwe na agano. Ndio maana unakuwa unatoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile sadaka mtumishi wa Mungu alielezea akasema ni unaanza kuongeza zile ranki. Za kadri unavyozidi kutoa sadaka ndivyo unavyojiongeza zaidi kupata ulinzi na namna nyingi ambazo unaweza Anasema ya kwamba ili alifanye imara. Kinachotafutwa sana hapo, iwe ni kwenye ukiroho, kwenye ufalme wa giza au ufalme wa nuru, ni agano. Kuimarisha lile agano lililowekwa. Agano ni makubaliano au mapatano baina ya pande mbili. Kwa tunaimarisha upande wa Mungu, sisi kama watoto wa Mungu. Ndio. Wa nuruni, na wale wa gizani wanaimarisha kwenye miungu yao. Hebu ngoja nikupe ufunuo mmoja kidogo hapa. Anaposema miungu na Mungu kuna tofauti. Anaposema miungu, kiasi ya kwamba unamkumbuka Elia wakati anaanza kwenye wale, wakati anawaambia wana
anawaambiaje? Muiteni Mungu wenu, yamkini amelala. Umenielewa vizuri? Wana wa gizani hawafanyi kitu au kwenda kuabudu kwa mtu mmoja. Ndio maana wanasema miungu. Kwa sababu gani? Hakuna nguvu ya mtu mmoja ambaye iliweza kufanikisha. Kumbuka sisi Yesu Kristo aliposhuka, alipotoka, ni nguvu ya mtu mmoja na aliyekufa ni mmoja. Lakini hawa kuna tofauti ya miungu na Mungu. Mungu ni mmoja tu, miungu ni mingi. Yaani ya kwanza alifeli, wa pili akafeli, wa tatu akafeli. Ndio maana wanakuwa wengi, wanakuwa miungu. Tafsiri ya miungu ni kwamba wako wengi, kwao ni kwamba walifeli. Kwa sasa nguvu zao zinapokuja bado hazimfikii Mungu aliye chanzo, kwa sababu hata miungu ilifanywa na Mungu baada ya kukengeuka ikawa miungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sasa kila sehemu ambako kunahitaji nguvu, watu wanajitoa, watu wanajiachilia. Ndio maana mtu akiweza kufunga, kadri anavyozidi kuongeza, renki yake inaongezeka. Ndio maana Yesu Kristo alipopandishwa na Roho Mtakatifu akaenda kule, alivyorudi alikuja kwa nguvu mpaka wakawa wanajiuliza. Lakini bado tena kuna mtu mwingine akienda kwenye miungu yao akazidi sadaka, anakuwa ni watu tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini bado tena kwenye ufalme wa Mungu lazima uwe na jukumu na majukumu tofauti tofauti. Na yale majukumu yanapelekea pia mtu namna ya kupeleka sadaka kwenye jukumu hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kitu kingine ambacho nilikuwa nataka nikizungumzie wakati naenda kumalizia, kumbuka ya kwamba imani inahusisha sana ukiroho na imani inahamishika. Wakati mtumishi wa Mungu anasema ya kwamba ilikuwa sisi hatuwezi, kwa wale wazazi walihamishia kwa watoto. Ndio maana mikoba huwa inahamishwa. Ukisoma kwenye kitabu cha Timotheo, Paulo anamwambia Timotheo ya kwamba ile imani iliyotoka kwa bibi yako ikaja kwa mama yako, kwa ukiroho unahamishika. Ndio. Kwa kama ukiroho unahamishika, vivyo hivyo na nguvu za kwenye huo ukiroho kwa kwenye jukumu unaweza kuhamisha. Ndio. Kama anasema ukiweza imani yako ikawa kubwa, unaweza kuhamisha milima. Yesu asifiwe sana. Kwa si zaidi sasa hao wana wa Mungu. Na wakati namalizia, mama kuna sehemu alielezea kuhusiana na nidhamu. Kwa kila ukiroho unahitaji nidhamu. Unahitaji kujitawala, yani ukajiachilia. Ukiwa unaenda kwenye muda ule ule, lazima utaona matokeo. Iwe upande wa giza, iwe upande wa nuru. Lakini kuna hasara na faida. Kwenye upande wa gizani kuna hasara tu. Kwa sababu gani? Wao uzima wa milele hawana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tunamwamini Yesu Kristo. Kwa njia ya Yesu Kristo, yeye ni njia, kweli na uzima. Tunaupata ule uzima wa milele, sio uzima wa mwili. Wao wanaishia kwenye uzima wa mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ufahari na kujulikana. Mtu mwenye mwili hana uzima, ana uhai ambao huo uhai hata mnyama anao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa katika kumalizia, anasema hivi, mwanadamu amewekewa vitu viwili tu ambavyo anatakiwa achague, afanye maamuzi, uzima na mauti. Katika uzima, ina maana kwamba hapa alikuwa anaongelea kwenye giza na nuruni. Mungu kwenye maamuzi wayo, utakapoamua ndivyo ufalme wa kule kuamua utakufuatilia na utaanza kushughulika na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa anaposema chagua hivi leo uzima ili uwe hai wewe na uzao wako. Kwa hiyo ukiwa kwenye mauti na uzao wako unaishia kule, ndio maana mtoto hawezi kujiendesha mwenyewe. Kwa shauri langu kwa mtazamaji, ninajua siku ya leo ni tarehe ambayo utaikumbuka sana. Ukiwa umelala kitandani, ukiwa mahali popote duniani, sauti hii unayoisikia yamkini inaweza ikawa ni sauti yako ya mwisho kuisikia, kwa sababu Mungu anasema na mtu kupitia mtu ndio kushika mkono, yeye ni roho. Kwa hiyo saa hii chagua uzima ili uwe hai, usije ukajutia, maana anasema ya kwamba mwanadamu pindi anapoachana tu, roho yake inapoachana na Mungu, ndipo inapoanzia, kwa sababu utachagua ni wapi unakwenda. Kwa hiyo naomba nikutazamishe
utajiri wote tunaoutafuta kwenye ukiroho wa gizani hauna faida yoyote. Ndio. Laiti angelirudi yule tajiri aliyeenda kuzimu, angekusimulia ikoje na imekuwaje. Kwa leo hii uzima, ili uwe hai, uwewe na uzao wako ukipatana na Mungu, kwa sababu uzima tunaozungumzia ni mtu kwenda kukutana na Mungu milele na milele. Kwa kwamba maisha haya kuna maisha utayaishi tena ya ubadaye. Yatategemeana uliamwamini. Mungu akubariki sana. Amen. Asante sana Pastor Jennifer. Umezungumzia vitu vya msingi sana. Umezungumzia vitu vya msingi sana ambavyo vinaweza kumtafakarisha pia mtazamaji wetu. Unajua yote haya tunazungumzia ukiroho upande wa nuru na ukiroho upande wa giza, lakini haikuwa mpango wa Mungu kuwa na ukiroho upande wa giza na ukiroho upande wa nuru, ila tunajua kwamba hili giza, kwa mfano ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na sura ya 2, hakuna uovu pale. Mungu sura ya 1 ameumba, sura ya 2 Mungu akabariki. Lakini tunaona hiki hapa chimbuko la watu kuwa na miungu na Mungu imetokea kwenye sura ya 3, baada ya mwanadamu wa kwanza kuiasi sheria ya Mungu. Sasa sio mpango wa Mungu mwanadamu aendelee kuishi kwenye lile anguko, yani kuendelea kuishi kwenye ule mfumo wa kwanza. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie asipotee. Sasa nilizungumza mwanzo kwamba huu ukiroho upande wa nuru huu ni kwa njia ya imani, na hii imani ni kanuni ambayo Mungu mwenyewe ameiweka. Kwa sababu gani? Biblia inasema katika Warumi sura ya 10 kuanzia mstari wa 9 kwamba ukimkiri Yesu kwa kinywa na ukaamini moyoni mwako. Kwa hiyo kumbe, ili mtu aingizwe kwenye ukiroho wa Mungu wa kweli aliye hai, maana yake lazima amwamini Yesu Kristo, kwa sababu tunaona Yesu Kristo amekuja kututoa kwenye laana ya mauti, kwa sababu tunaona kabisa mwanadamu tayari alikuwa ameshalaaniwa. Kwa hiyo maana yake mtu yoyote ambaye anautumikia upande wa giza, maana yake anayejihusisha na miungu, maana yake ana laana. Kwa hiyo maana yake ili utoke kwenye hiyo laana uweze kumrudia Mungu ambaye ni chanzo, ili uwe na uzima wa milele, ni sharti umpokee Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi.